Bwana Kioni, njoo utuambie hii sufuria inamaanisha nini. Karibu Jeremiah Kioni, Secretary General wa Jubilee Party ya Kenya. Karibu ndugu yangu. Mrembe Fosi. Yangu ni machache kwa sababu naona muda pia umezidi, na tungetaka familia wawe nafasi nzuri ya kupumzisha wanao. Naitwa Jeremiah Kioni kutoka kule kwingineko, na nimekuja la kwanza kuleta salamu za Uhuru Muigai Kenyatta. Mmepokea? Tena pole zake kwa familia hii na zile zingine ambazo tumekuwako tukitembelea, kwa sababu yale ambayo yamefanyika ni mambo ya kinyama, sio mambo ambayo inatakikana kufanyika na watu. Yale yote wanzagu wamesema, nimekubaliana nayo, kwamba kama wewe ni askari polisi usije ukafanya kinyama kama hiki, kwa sababu wewe mwenyewe mwishowe utajikuta kule kotini peke yako. Mniruhusu niwaambie mawili tu ambayo itafanyika hapa, kwa sababu imefanyika kule Mount Kenya. Huyu na hii serikali kwangu ni serikali ya majabasi. Na hii serikali ilianzia kama mchezo kule Mount Kenya. Na walianza na mambo ya kwenda kwa kanisa, kutoa sadaka, wakatoa harambee, wakajipendeza kwa makasisi. Sasa wao na kanisa ni kitu kimoja. Wameona sasa kule Mount Kenya kumeanza kuwa kugumu, ndio juzi ukaona wamerudi kule na wakarudi na sahani ya mchele na nyama, na sijui kama kweli ilisaidia, sioni kama iliwasaidia. Ukweli ni kwamba Mount Kenya wameanza kuwatoroka, na wamewatoroka wale wengi, lakini wanataka kupiga kampi hapa Western na Nyanza. Kwa hivyo wakuu wa makanisa, mujihadhari, mutatumiwa, la mwisho mtakuwa mweka jamii zenyu kwa shida kama ile jamii ya Mount Kenya iko. Wako kwa shida ambayo hawawezi wakajitoa. Pale beleni tulikuwa tunasema tunataka one man, one vote, one shilling. Leo hii jaribu useme hivyo mbele ya huyu jamaa kutoka Sakayo. Inakuwa ni shida. Na mimi sitaki niingilie maneno mengi, nasema poleni, lakini mjue ya kwamba Kenya iko katika hali ya hatari. Kwangu mimi Raila hafanyi haya kwa sababu ya kura. Anayafanya kwa sababu ya mapenzi yake kwa Wakenya, anayafanya kwa sababu ya mapenzi yake kwa uhuru wa Mkenya, kuishi, kukula, kuwa kwa nyumba, na pia ni haki yake kulindwa na askari, sio kuua vile waliuawa hapa. Tena niseme poleni sana. Kule nyumba ya Uhuru nisikia kiongozi akiongea hapa, nilipokuwa nikiingia akisema kwamba wale ambao walifamia chamba ya Uhuru hawakuuawa. Ukweli ni huu. Uhuru Muigai Kenyatta alipiga ripoti kwa polisi ya kwamba kuna watu ambao wamepangwa kwenda kufamia chamba yake na mama yake. Hawakuwako kusaidia hata kidogo. Yeye mwenyewe alisema wale vijana ambao wamekuja kuimba hataki hata mmoja apigwe risasi, kwa sababu angepigwa na walinzi wa chamba lake. Lakini ilikuwa mtego. Waigie kule, wauawe wakiwa kwa chamba ya Uhuru, ndio hii mambo yote ichikane. Raila ni muuaji, Uhuru ni muuaji. Kwa hivyo muelewe siasa kuliko vile nimesikia ikisemwa hapa. Ile siasa iko na hii jabazi ni hatari sana sana. Kama watu wanaweza uawa kama nyoka hawa, na anasema askari wamefanya kazi ya maana, wewe jihadhari. Next inaweza kuwa wewe. Poleni. Asante Bwana Kioni.